ni rahisi kumpata shoga Tanga ama Tarime. Biblia si inasema kwenye Mithali, usipomwambia mwanao hapana na kumwadhibu, uzeeni utakuwa na raha. Nahangaika na wazazi wamepeleka watoto wao mashule makubwa duniani, wanarudi hapa sasa hivi wanabeti tu. Mafanikio ya mwanadamu 80% ni require emotional intelligence. Personality ya mwanadamu angalia inakuwa affected na nini? Culture, religion, workplace environment, social status, peer group, childhood memories. Mfano juzi imesema jamani, Tarime kuna ushoga, watu imewashtua sana. Unajua kwa nini? Kwa sababu personality ya mwanadamu inakuwa determined by culture. Okay, labda niulize kitaalamu, ni rahisi kumpata shoga Tanga ama Tarime? Unajua ni rahisi sana kuitaja hivyo kwa sababu gani? Unajua kabisa Chacha Malo hawezi kuwa shoga. Sasa hivi wanatokea kwa nini? Kwa sababu personality inakuwa affected with technology. Unaona? Hawa ni Wamasai. Watu wanaacha kila kitu teknolojia, wanakuja kuangalia wakiruka. Angalia teknolojia ilichowafanya sasa hivi. Sasa hivi hawaruki Wamasai tena. Personality ile pale ni vinasaba vya wazazi wako, lakini angalia personality ina adi wana vitu gani? Malezi, jamii iliyokuzunguka, familia iliyokulea, dini na past experience. Sasa what is happening right now? All these 5 hatuvipi watoto wetu right now because we are so busy. Mfano religion sasa hivi mtoto wa Kiislamu anaitwa Hussein, adhana inaita ashtuki. Mtoto wa Kikristo baba na mama wana discuss kwamba leo mtaenda kanisani au hamwendi. Mwanadamu akikosa religion, personality yake inacheza hivi. Malezi, we are no longer around. Past experience, watoto wetu hawaambiwi hapana. Biblia si inasema kwenye Mithali, usipomwambia mwanao hapana na kumwadhibu, uzeeni utakuwa na raha. Mimi nimeuza counter ya bar, God is my witness. Nimeuza counter ya bar toka darasa la 6. Babangu alikuwa na bar kubwa sana inaitwa Tivoli miaka 90. Baba analewa mpaka Jumamosi saa 8, Jumapili saa 1 asubuhi baba yuko church. Usiende kanisani utamueleza. Shakupigwa mimi. Go to church kwa sababu anaamini mlee mtoto katika njia impasayo hata iacha mpaka atakapokuwa mzee. Kwa hiyo tunalea watoto hawana hivi vitu vitano. Mimi nachukua watoto na twins wana miaka 11 na waingizaga Mlimani City, God is my witness. Naanzia geti la Ubungo mpaka natokea geti la Ardhi University. Napita maeneo yote yenye vitu vizuri vya watoto, baiskeli, kwenye kuku, yani nao wanatoka Kapa ili wajifunze kwenye maisha kuna kukosa. Unalea mtoto ana past experience kwa sababu una KIST kamoja mwanao apande daladala. Wait and see one day. How far you are sure kwamba IST itakuwepo kila siku? Tengeneza mtoto ambaye ana past experience, anapitishwa kwenye maisha yote, ajue kusave, ajue unavyoenda kazini maana yake nini, because baba anatokaga hapa anaenda wapi. Saving maana yake nini? Mimi hata kama sio kama kuwapa inaruhusiwa, mimi nina vibubu 3. Mke wangu ana chake, mimi nina chake, vya kuwafundisha tu watoto, sio kama sina namna nyingine ya kusema. Vibubu vile vipo pale juu ya meza yangu. Kuna kazi nimezidivide. Kazi hizi hapa ni majukumu yako, kazi hizi hapa ni rewarding system. Nikikupa buku 500 tumbukiza kwenye kibubu. Tutafungua mwezi wa 12 wakati tunaenda Moshi. Toka mtoto mwanzoni anaanza kujifunza savings. Ndio maana watoto wa leo sasa hivi wana beti tu kwa sababu they don't know quality, umuhimu wa pesa. Usipompeleka mtoto kwenye past experience atakuumiza next day. Nahangaika na wazazi wamepeleka watoto wao mashule makubwa duniani, wanarudi hapa sasa hivi wanabeti tu.